above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Has taught in the law. Mungu ukielewa kile Mungu anafundisha kwenye sheria, you understand it much better. Unaelewa zaidi. So Jesus, Yesu was not only carrying life. Hakubeba tu maisha. He was life himself. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa ndio maisha. Jesus himself, Yesu mwenyewe was life. Alikuwa ni maisha. He was not only the carrier of life. Hakuwa mbebaji wa maisha. But he was life himself. Yeye alikuwa ndio maisha yenyewe. He did not come to improve life. Hakuja kufanya maisha yawe bora. He came to impart divine life. Alikuwa kuyaanzisha maisha ya yes, our life are improved in Jesus. Sio maisha yetu yanabadilika. Not because we are improved. Sio kwa sababu tunaongezeka. But because we have been given the nature of God. Kwa sababu tumepewa because we have been given the nature of God. Kwa sababu tumepatiwa asili ya Mungu. So Jesus came. Yesu alikuja so that we may have life. Ili tuwe na uzima. And have it more abundant. Na tuwe nao wa kutosha. And that's why the Bible says. Biblia inasema in the book of John. Katika kitabu cha Yohana. Chapter number 10. Sura ya 10. Verse number 10. Mstari wa 10. That the thief come. Mwivi huja. The thief comes not. Mwivi haji. But to steal. Ili aibe. To kill. Kuua. And to destroy. Na kuharibu. But I am come. But mimi ninakuja. So that they may have life. Ili muwe na uzima. And have it more. Na muwe nao tele. That is what Jesus says. Hicho ndio Yesu anasema. When the enemy comes in your life. Anasema adui alikuja maishani mwako. He comes to steal. Alikuja kuiba. He comes to destroy. Alikuja kuharibu. And he comes to kill. Alikuja kuua. But he says when I come. So mimi nilipokuja. I have come to give you life. Nimekuja kuwapa nyie uzima. So that you may have life abundantly. Muwe na uzima tele. Praise the name of Jesus. So Jesus. Yesu came to give us life. Amekuja kutupa maisha. He came to give you life. Amekuja kukupa uzima. He came to give me life. Amekuja kunipa mimi uzima. So that I may be able to live. Ili niwe na uwezo wa kuishi. And live a very long life. Ishi maisha marefu. So that I may be able to live. Ili niweze kuwa na uwezo wa And live a very happy life. ishi maisha ya furaha. So that I may be able to live. Ili niwe na uwezo wa kuishi. And live a very sound life. Maisha yenye maana. Because his life is in my Kwa life. sababu maisha yake yapo ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. If the life of God is in you. Kama uzima wa Mungu ukiwa ndani yako. The moment sickness tries your body. Pale ugonjwa unapojaribu mwili wako. And you understand that the life of God is in me. Na unakufahamu kwamba uzima wa Mungu upo ndani You yako. need to understand that I am not permitted to be sick. Utaanza kuelewa kwamba siruhusiwi kuwa mgonjwa. Because in me there is a life of Christ. Kwa sababu ndani yangu kuna uzima wa And Kristo. Christ himself cannot be sick. Na Yesu mwenyewe hawezi kuwa If mgonjwa. Christ cannot be sick. Katika Yesu hakuna And if his ugonjwa. life is in my life.
ametupa katika maandiko and begin to practice it, na tunaanza kuyafanyia kazi, we will begin to see tutaanza kuona the life of God in our life, uzima wa Mungu ndani ya and we maisha will yetu, begin to experience tutaanza kushuhudia the power of God in our life. nguvu ya Mungu ndani ya maisha But yetu. you see, Lakini these things haya mambo do not happen automatically. hayatokei mara moja tu, They don't just happen when you are sitting and eating rice. hayatokei unapokaa na kula tu They ubwabwa, don't just happen when you are sitting and enjoying juice. hayatokei ukiwa umekaa na kuenjoy juice, They happen when you decide to separate yourself. yanatokea pale unapoanza They kujitenganisha, happen when you decide to set yourself aside. unapoanza kujitenga wewe mwenyewe, They happen when you decide to put people aside unapoanza kuwaweka watu pembeni and spare yourself a time na kutenga muda wako to read the word of God, kusoma neno la to Mungu, meditate on the word of God, kutafakari neno la to Mungu, think on the word of God, kufikiria neno la to Mungu, live on the word of God, kuishi katika neno la to Mungu, speak on the word of God, kusoma neno la to Mungu, see on the word of God. kuona katika neno la When Mungu, you begin to live on the word of God, unapoanza kuishi neno la when Mungu, you begin to meditate on the word of unapoanza God, kutafakari neno when la you Mungu, begin to think on the word of God, unapoanza kulifikiria neno la Mungu, cause the power of God to begin generating itself. unasababisha nguvu ya Mungu kuanza kutengenezwa ndani yako. In other words, I can say you are creating the nature of God within you. Kwa maneno mengine naweza kusema unatengeneza uhalisia wa Mungu ndani yako. Allow the word of God to sink deep in yourself. Unaporuhusu neno la Mungu kukaa ndani yako, When you allow the word of God to sink in yourself, unaporuhusu neno la Mungu kukaa ndani yako and you start to meditate on it na unaanza kulitafakari day and night, usiku na mchana, like the way God told Joshua, na kama vile Mungu alivyomwambia you Joshua, begin to make your own way into life. unaanza kutengeneza njia yako katika maisha, You begin to create your own way into success. unaanza kutengeneza njia zako katika You mafanikio, begin to create your own way into healings. unaanza kutengeneza njia zako kwenye uponyaji, Just like the doctor will give you the medicine kama vile daktari atakupa dawa and say, you see this one, na kama atakwambia unaiona you hii will take it in the morning. utakunywa asubuhi, And this one, na hii hapa you will take it in the afternoon. utakunywa mchana, And this one, na hii you pia will take it in the evening. utakula jioni. The same way, Hivyo hivyo pia God has given us the dose. Mungu ametupa And dawa, He said, you shall meditate into His amesema word ulitafakari neno hili day and night. mchana na usiku, Day and night. mchana na usiku, Day and night. mchana na usiku, And then He said, you should observe. na akasema uyatazame, Do according to what is written fanya here. kama vile ilivyoandikwa, Observe to do fanya kama vile according to what is written in there. ilivyoandikwa katika Biblia. And then He said, then, Akasema pia after you have done what is written there, utakapoyafanya yale yaliyoandikwa, make your ways. unafanya njia zako ziwe za You mafanikio, will make your ways prosperous. unafanya njia yako iwe mafanikio. After you have taken time, Unapochukua muda wako, sat down, baada ya kuchukua muda wako, kaa chini, think on the word of God, kufikiria neno la Mungu, read on the word of God, kusoma neno la Mungu, meditate on the word of God, tafakari neno la Mungu, stay there day and night, kaa pale usiku na mchana, watch over that word day and night, unaliangalia lile neno mchana na meditate usiku, on that word day and night, tafakari mchana na usiku, live on that day, on that word day and night. kwenye lile neno mchana na usiku, Life begin to create itself with you. sio maisha yako yanaanza kujitengeneza. That is how the word of God works in our life. Hivyo ndivyo neno la Mungu linafanya And that kazi, is how the word of God is going to work in your life. na hivyo ndivyo neno la Mungu litafanya kazi If you maishani want the mwako. word of God to be very powerful within you, Kama ukihitaji neno la Mungu kuwa lenye nguvu maishani then you mwako, need to give it time in your life. unabidi ulipatie muda You maishani need to mwako, allow it to flow and sink in your life. unabidi ulipatie muda likae You ndani need to yako, allow it to find space within you. unabidi ulipatie nafasi ndani ya moyo wako. Get time with the word of God. Lipe muda neno la Mungu, Get time with the word of God. jipatie muda na neno la Mungu, Meditate on the word of God. tafakari juu ya neno la Mungu, Read the word of God. soma neno la Mungu, Live on the word of God. ishi katika neno If la Mungu. necessary, repeat it time and again. Kama inawezekana, rudia mara kwa You mara. know, when we talk of confession, Tunapozungumza
tunapozungumza kuhusu ukiri, we are not talking of speaking of our own words. hatuzungumzi kuzungumza kwa habari ya kuzungumza maneno We are yetu not talking wenyewe. of creating our own stories. Hatutengenezi stori zetu wenyewe. Confession means Ukiri unamaanisha saying the same thing kusema maneno yale that yale God is saying. ambayo Mungu anayazungumza. That is to say, Hivyo ni if kumaanisha God is saying that you are healed, kama Mungu anasema umeponywa, confession is saying, ukiri unasema even though my body seems weak, hata kama mwili wangu I am healed. mimi ni And that's mzima. what the Bible says. Hivyo ndio Biblia inasema. Let the weak say, I am strong. Hata mgonjwa And let the sick say, I am healed. mgonjwa aseme mimi nimeponywa. Let the poor say, I am rich. Maskini aseme mimi ni tajiri. That is the meaning of confession. Huko ni kuishi kwa kukiri. Confession does not mean repeating the words. Kukiri haimaanishi kurudia maneno. But confession means saying what God is saying. Kukiri inamaanisha kusema kile Mungu Confession amesema. means agreeing with what God has said. Kukiri inamaanisha kukubaliana na kile Mungu amesema. It means bringing into life Inamaanisha what God kuleta has katika brought in uzima life. kile kitu Mungu amesema katika maisha. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If the Bible says Kama Biblia inasema that He took all our infirmities, ameyachukua madhaifu yetu and He yote, took all our sickness, amechukua magonjwa yetu yote, and He took all our diseases amechukua magonjwa yetu yote on His body, katika mwili wake on the cross, pale msalabani. and by His stripes Kwa kusulubiwa kwake we are healed. tumepona. That is what God is expecting you and me to be confessing. Hicho ndicho Mungu anatarajia mimi na wewe tukikiri. That is what God is expecting every one of us to be confessing. Mungu ndicho anatarajia tukikiri That I am healed. kwamba mimi ni mzima, That I am blessed. mimi nimebarikiwa, That I am on top. mimi nipo juu, That I am the head and not the tail. mimi ni kichwa na si That mkia, I am the chosen of God. mimi nimechaguliwa na Mungu, That I am the favorite of God. mimi ni kibali kwa Mungu. That is confession. Huo ndio ukiri. That is saying what God is saying. Hiyo ni kusema kile Mungu anachosema. That is saying what God is saying. Hivyo ni kusema kile kitu Mungu anasema. Pray.